mutegeri wa Wero TV na muthikiri wa Wero FM 96.4 kwa itarembere mukwemwe kumuchene wa mutindo twe na Munini wa William Ruto kiri ngwataniro wa Kenya Kwanza niwe bwana Rigathi Gachagua ni Edrito Kugambia Ameru I think ya tatu Edrito Kugambia Ameru na Edrito Kibwithi karo mwanya rwari rentu kweke isilekiri ndionga wentu kwithatu Edrito ari a Ameru uyune kiri kwithro akiri kia ndiongeje ndene account ya Ameru kwaranira na kariba Ameru of course kwithro akiromba kuri tiene ntuko 27 akiri mubango yo wa mwanya utukubaru ari ko watogeni kiri Wero TV na Wero FM karibu sana twaranira batu kurukira namba yetu SMS 40321 kana 40188 kana wita kire Facebook aranira batu turi moko kire Facebook mutandao wetu ni Wero TV karibu sana aranira batu na karibu sana mheshimiwa Rigathi Gachagua. Asante. Ama nikuita deputy president. Unaweza kuniita Rigathi Gachagua. Najua sisi ni watu ya kawaida. Ni watu ya hustler, ni watu ya bottom up. Sisi ni watoto ya huku. Hatuna maneno mingi. Unaweza kutuita ile unataka. Karibu basi bwana Rigathi Gachagua. Now asante sana kwa kupata nafasi kuongea na sisi. Najua siku yako ni mrefu, uko na siku 3 hapa ambazo umetembelea Wameru. Na kwanza kabisa ukisalimia Wameru alafu utuambie Wameru watafaidika na nini ama Wameru watanufaika na nini ama ni nini cha Wameru kiko katika serikali ya Kenya Kwanza. Asante sana. Ningetaka kwanza kushukuru Wero TV na Wero FM kwa kunikaribisha. Niko na habari ya umaarufu wenu katika utangazaji na utazamaji, na hii ni station ambayo inapendwa sio ni Wameru, hata huko kwetu nimeona watu wananipigia simu saa hii ya kwamba hata huko Nyeri watu wanatazama Wero TV. So asante sana kwa kunikaribisha. Tukue na mazungumzo mambo ya maendeleo katika kaunti yetu ya Meru. Kwanza mimi mwenyewe nafurahi sana nikiwa hapa. Na kwa wale wajui mimi ni mtu ya Meru. Kivipi? Mamangu mzazi marehemu Mother Kirigo Gachagua alizaliwa pande ya Katheri. Okay. Ambaye baadaye wakaseto pale Kipiricha. Na mamake alikuwa Mumeru. Oh wow. Na baba ya mamangu alikuwa Mkikuyu. Kwa hivyo mamangu alikuwa na damu ya Meru nusu na Mkikuyu nusu. Wow. Na unajua Meru na Kikuyu ni kitu kimoja so mimi ni mtoto ya hapa. Kwa hivyo kila wakati nikiwa hapa najisikia nyumbani. Na nimemwambia mheshimiwa Rindikile ningetaka anisaidie nianze kutafuta watu wetu kwa sababu mamangu mzazi aliaga bila kutujulishana. Na wale relatives wetu wako hapa Meru. Ni kijana mmoja tu anaitwa John ambaye amenitafuta mpaka kanipata. Na ningetaka kuuliza watu wa familia yetu wale wako hapa Meru wanitafute kwa sababu hao ni rahisi hao kunipata kwa sababu niko kwa mikutano. Lakini wale wako pale pande ya Kipiricha wakipata huyu mjumbe Rindikiri wafanye contact nitapatana na hao kwa sababu ningetaka nichukue nafasi nijue watu wetu hapa Meru, nikuwe nikiwatembelea, tujuane, tusaidiane na tufuatilie pahali mamangu mzazi alifika. Namba 2, watu wa Meru na watu ya Nyeri ni marafiki. Sisi watu ya Nyeri tuko na shukrani kubwa sana na watu ya Meru kwa vile walimuunga mkono mzee Mwai Kibaki miaka yote kuanzia 1992. Walimuunga mkono alipoanguka wakaanguka na yeye. Wakamuunga mkono 1997 alipoanguka wakaanguka pamoja. Alipopita 2002 wakapita na yeye. Unakumbuka kura zake zile zilitatua ile shida ilikuweko ilitoka hapa Tharaka Nithi. Sisi watu ya Nyeri na watu ya Meru tunaheshimiana na tunapendana. Na ndio watu wa Meru siku ile Mwai Kibaki alikuwa rais wa Kenya aliwaangalia sana. Na ningetaka kuambia watu wa Meru County na Tharaka Nithi County ya kwamba ile mapenzi Mwai Kibaki alikuwa nayo kwa watu wa Meru ndio Rigathi Gachagua mtoto wa Mau atakuwa nayo. Kwa sababu wa Meru ni wangwana. Ni watu wazuri, ni watu wa bidii na ni watu wa msimamo. Na wa Meru wakikwambia tuko pamoja, what they say is what they mean and what they mean is what they say.
tunaheshimu Wameru sana. Ni watu ya kuheshimika. Na si watu ya kuyobayomba, si watu ya kukosa msimamo, wanasema hii leo, wanasema hii kesho, hapana. Jamii ya Wameru ni jamii ya kuheshimika sana kwa sababu ya msimamo, na wakiamua kitu wamependa. Kwa hivyo mimi nasema vile watu ya Nyeri tunapendana na watu wa Meru. Mimi mwenyewe sasa binafsi kama Rigathi Gachagua, hiyo mapenzi ya Wameru iko kwa damu yangu. Hata nikiwa niko na damu ya Wameru, lakini kama mkaaji wa Nyeri, ile uhusiano tumekuwa nayo na watu wa Meru, ningetaka kuhakikishia Wameru ya kwamba ninawapenda na ninawafikiria, na ndio kila wakati unaona nikirudi hapa. Na niko hapa siku 3 na nitarudi tena. Na sichoki, na siendi mimi kwa town, siendi kwa rami, mimi naingia mashinani huko ndani kabisa pahali Wameru wako. Na tumekuwa na mazungumzo mazuri sana na hawa watu wa Meru ambaye ni watu ni wenye bidii. Ni watu ambaye wakisukumwa wanasonga haraka. Kwa hivyo ndio niko hapa kwa sababu ya hiyo mapenzi. Number 2, nimekuja kirasmi kuongoza kampeni zetu za William Ruto za Kenya Kwanza. Nikiwa running mate wa William Ruto, tumegawana kazi. William Ruto ako pande ya Western Kenya na mimi niko pande hii, ninasukuma pande hii, na nitakuwa hapa mpaka kesho. Na tunaendelea kuuza sera zetu za bottom up. Tunaendelea kuongea na Wameru kuwaeleza mpango ile tuko nayo kwa kaunti hii yetu ya Meru na hii ya Tharaka Nithi. Kaunti hizo zote mbili. Ndio. Naam, sasa kwa sababu umesema uko na mapenzi kwa Wameru. Na umesema wewe kwanza hata ni Meru kabisa. Sasa Wameru watafaidika na nini kwa hii serikali ya Kenya Kwanza ambayo wewe mtoto wa Kimeru utakuwa running kabisa? Wameru watafaidika kwa sababu hizi kaunti zote mbili zetu ni kaunti za kilimo. Na katika ile manifesto yetu tumetoa, tumezingatia sana mambo ya ukulima. Hasa ile inaitwa GMR, Guaranteed Minimum Return, ile ya kutafuta bei nzuri kwa mkulima. Unajua hapa Meru tuko na umaarufu wa ukulima wa chai na kahawa na maziwa na mandizi na avocado na miraa. Tumeweka katika manifesto yetu ya kwamba tutakuwa na mpango wa Guaranteed Minimum Return wa kutafutia mkulima haki yake. Hapo mbeleni mkulima ameumia kwa sababu ile jasho anatoa na kuweka bidii katika kazi ile ya ukulima, ile mapato inakuwa ni ya kiwango ya chini, na wakati mwingi mkulima anaenda hasara. Tunataka kuweka hazina maalum kutoka National Treasury ya kusaidia wakulima kuongezea hao mapato saa ile bei ya ile bidhaa wanauza haijafikisha ile kiwango tumekubaliana. Kwa mfano tuseme tumekubaliana kahawa kilo moja itakuwa shilingi 150, na kahawa imeenda sokoni imefikisha shilingi 90. Serikali itakuwa na budi ya kuongeza shilingi 60 kwa mkulima, ndio mkulima arudishe ile cost of production na apate faida juu yake. Hiyo tutafanya kwa kahawa, kwa majani chai, kwa miraa, kwa mandizi na yale mazao ambayo iko hapa, na sana sana maziwa. Unajua saa hii maziwa inanunuliwa shilingi 40. Ni matumaini yetu ya kwamba tukijipanga vizuri na tukipanga hii maneno ya Guaranteed Minimum Return, lita moja ya maziwa isiende chini ya shilingi 60. Kwa hivyo kaunti zetu zote mbili ya Meru na Tharaka Nithi, siko na bahati kubwa sana ya kwamba hii serikali yetu ya William Ruto ya Kenya Kwanza inakuja imezingatia sana mambo ya kilimo. Na unajua kikwetu tunamsema ya kwamba mkulima havunjwi mkono. Mkulima ni wa kulindwa. Saa hii mkulima tayari mkono moja imevunjika. Ukiangalia mambo ya majani chai, ile bonus mkulima amepata iko chini sana. Ukiangalia ile kazi ya kuchunga chai, kupalilia, kuweka fertilizer, kuchuna, ile gharama ya kuchuna kilo moja ya chai iko juu sana. Na ikifika ile wakati ya kupata bonus, mkulima akipata pesa iko chini sana, anaudhika sana. Kwa hivyo hayo ni maneno ambayo tumezingatia sana, na ningetaka kuambia watu wetu wa hapa Meru na Tharaka Nithi ya kwamba wakuwe tayari. Tutatengeneza mambo ya kilimo, tutaweka Guaranteed Minimum Return
na hao tunataka pia waongeze mazao, waongeze production. Tungetaka kilo zizidi zaidi za kahawa, za majani chai. Tungetaka maziwa iendelee kuwa mingi zaidi, kwa sababu unajua tukiuza majani chai mingi, tukiuza kahawa mingi, tutapata pesa za kigeni, na hizo pesa zitakuja kwa nchi ya Kenya, ndizo zitatusaidia kulipa hii madeni tuko nayo ya China na nchi zingine. Kwa hivyo kwa mambo ya kilimo, watu wa Tharaka Nithi County na watu ya Meru tumewaangalia vizuri sana. Ndio. Umesema hilo. Unajua umesema kwamba saa hii mkulima amevunjika mkono mmoja. Mkulima alivunjika lini mkono mmoja, Mheshimiwa Rigathi Gachagua? Wewe umekuwa kwa serikali hii ya Jubilee. Kabla hii mambo yote ulikuwa msaidizi wa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Ndio. Mkulima alivunjwa lini mkono? Ulikuwa wapi? Mkulima amevunjika mkono saa ile tumepata ajali, tumetembelewa na wageni. Iko mgeni amekuja kwetu baada ya uchaguzi wa 2017. Ameleta fujo, ametisha rais wetu Uhuru Kenyatta. Rais wetu ameigiza baridi, amemkubalia kwa serikali yake. Tulikuwa na mpango wetu ulikuwa unaitwa Big 4. Katika hiyo mpango wa Big 4 tulikuwa na kitu inaitwa food security. Tulikuwa tumepanga mambo ya kilimo, ya kuweka pesa za kutosha kusaidia kilimo. Tulikuwa tumepanga kutengeneza dams ya irrigation ya kusaidia wakulima. Saa ile huyu mgeni alipokuja kwa serikali yetu, akakuja akabadilisha ile agenda ilikuwa ya Jubilee, ile ya Big 4. Akaleta maneno ya BBI na hii kitu inaitwa reggae. Kwa miaka 4 Martin, hakuna kazi tumefanya, tumekuwa tukicheza reggae. Kazi yote imesimama. Unajua hapo mbeleni, siku William Ruto alikuwa minister wa agriculture katika serikali ya Mwai Kibaki. Alienda akaongea na mzee Mwai Kibaki na mzee Mwai Kibaki akakubali, akapendekeza kukuwe na subsidy to subsidize bei ya fertilizer. Na wakati hiyo fertilizer ilikuwa shilingi 5,000. Wakati William Ruto alikuwa minister wa agriculture ikapunguzwa mpaka 2,500. Saa hii siku huyu mzee wa kitendawili ametembelea sisi, tukapotea njia, tukawachana na mambo ya kilimo, tukawachana na mambo ya uchumi, tukawachana na mambo ya maendeleo, tukaenda mambo ya kubadilisha katiba na kucheza reggae. Na katika jinsi hiyo ya kucheza reggae, mambo ikaenda mrama, mambo yote ikasimama. Serikali ikasahau kufanya hiyo subsidy ya fertilizer. Fertilizer ikatoka 2,500. Saa hii tunaongea Martin, fertilizer ya DAP ni 6,500. Fertilizer ya CAN ni 5,900. Fertilizer ya 2020 ni 6,100. Fertilizer ya urea ni zaidi ya shilingi 7,000. Hapo ndio mkulima alivunjika mkono, kwa sababu mkulima akinunua fertilizer shilingi 6,500. Sema tuko na papa area ya Buri, tuko na wakulima ya viazi. Kupanda eka moja ya viazi inataka fertilizer mfuko 4. Ukiweka fertilizer mfuko 4 kwa shilingi 6,500, itabidi umeweka fertilizer peke yake 26,000. Hata ukiharvest 40 bags utaenda hasara. Hapo ndio mkulima alivunjwa mkono na hii mzee ya kitendawili. Na huyu mkono umefujika moja, bahati haijafujika yote mbili. Kwa hivyo tuko na nafasi, tuchunge kwanza hii mkono ya pili asivunje kwa kumzuia kuja kwa serikali yetu, na sisi tukiingia hii mkono ingine imefujika, tutafute plaster, tuweke chuma, turudishe laini pole pole. Baada ya mwaka moja mkono hii ya mkulima ilivunjwa itarudi. Mkulima akuwe na mikono yote ngapi? Miwili, arudi kwa kazi. Hayo umesema ni kweli kwamba fertilizer imepanda, lakini Mheshimiwa Gachagua umetaja pia kwamba president alitishiwa akaingia baridi. Umesema kwamba walienda kucheza reggae. Unajua nikidhani ni deputy president ndiye alitishia president, kwa sababu alisema karibu ampige kofi siku nyingine. Mambo ya kucheza, nyinyi ndio mlienda kupiga siasa. Hivyo ndio wanasema kwamba mlienda kupiga siasa, wao wakabaki. Sisi hujaona sisi tukicheza reggae. Kwanza hatujui inachezwa vipi. Na hatuwezi cheza reggae kwa sababu hii nchi ya Mungu, hapana nchi ya reggae. Sisi hatukutisha Rais Uhuru Kenyatta. Unajua tulipomaliza uchaguzi wa 2017, huyu mzee akitendawili alikataa matokeo kama ilivyo kawaida yake kila mwaka.
na tunajua hata mwaka huu atakataa, kwa sababu vile ameanza kuongea tumeanza kuona hizo dalili na ni sawa. Na nitakwambia tofauti ya mwaka huu na hiyo mwaka ingine. Alipozusha akalete maandamano akajiapisha, kuliko akamatwe apelekwe kotini kwa sababu alikuwa amevunja sheria, rais akaigiza baridi akamtafuta waongee. Rais kafika wakati saa ile Maraga amesema uchaguzi urudiwe, akasema yeye angetaka awache kazi arudi nyumbani, ameona hii kazi imekuwa ngumu. Ndio sisi tuliungana na akina Mithika Linturi, akina Kithure Kindiki, akina Kimani Ichung'wa, akina Ndindi Nyoro, tukaenda kwa William Ruto. Tukamwambia kwenda ongea na mtu yako. Umwambie hii kiti hapana yake, hii ushindi si yake ni yetu. Na ni sisi tumefanyia kazi na Wakenya. Hasa Wameru hapo walipiga kura 100 kwa 100. Tukamwambia huwezi peana uongozi wetu. Huu uongozi ni wetu kama Jubilee na huwezi peana uongozi wetu. Na tukamwambia William Ruto, wewe uende uongee na yeye na ukue mkali kwake. Na wakaenda wakajibiana, na baadaye rais akakubali akaendelea na kazi, tukarudi kwa uchaguzi, tukamfanyia campaign, akapita. Baada ya kupita, hii mzee akaenda akajiapisha. Kuliko wachane na yeye na tuendelee tu na kazi yetu, akaenda akamtafuta kubebeleza yeye, akamleta ndani ya serikali. Alisema ni kwa sababu ya kuleta amani Kenya. Hakukuwa na shida. Hapa Meru kulikuwa na shida yote hapa Meru? Hakuna shida ilikuwa hapa Meru, hakuna shida ilikuwa Nyeri. Nairobi ilikuwa shida kidogo Nairobi, ile ya kawaida ambaye ingekuwa dealt with. Ni sawa, hiyo ni shida ile kidogo. Watu wakiandamana, wanaandamana leo, wanaandamana kesho, maneno ya wiki moja, wiki mbili naisha. Sasa unajua pale tulikuwa na serikali nzuri sana. Unajua hiyo wakati wa maandamano Mheshimiwa Rigathi, biashara za watu zilikuwa zinaharibiwa. Kuna zile biashara walikuwa wamesema resist. Hizi biashara zilikuwa zinaanza kuenda chini. Uchumi wa Kenya hapo ndio ulianza kuharibika. Unajua watu wa Nairobi wanasema hata afadhali isingeharibiwa, kwa sababu baada ya hii handshake duka zote zilifungwa. Hakuna hata kitu ya kuibiwa, hakuna kitu ya kuharibiwa. Ukienda pale Nyamakema zamani kabla ya hii handshake, goodwill ya duka ya chini ilikuwa shilingi milioni 3. Wa leo maduka yote imefungwa. Mwenye duka anakuambia kuja chukua hii duka, sitaki goodwill, ingia unilipe ile kitu utapata. Inakosa watu ya kuingia kwa sababu biashara zote zimefilisika. Tumeenda hapo Nyamakema, vitu yetu imechomwa na Matiang'i. Amesema ni counterfeit, na hizi ni bidhaa ambazo zimetoka ng'ambo. Ziko kampuni imewekwa na serikali ya kukagua bidhaa ng'ambo, inakagua uko ng'ambo. Ikifika Mombasa inakaguliwa tena, inalipiwa ushuru. Hizi bidhaa za watu wetu zimelipiwa ushuru, zimekuja mpaka Nyamakema. Matiang'i ametuma askari hawana ujuzi wa kujua ni nini counterfeit na nini hapana counterfeit. Hawana hiyo ujuzi. Wamesema hii bidhaa yote ni counterfeit. Hiyo mali yote wamechoma. Hiyo watu na ni watu ya Mount Kenya wamefilisika, wamerudi nyumbani, tunawapatia basari. Ukipata Taveta Road biashara zote zimefungwa. Ukienda Kirinyaga Road biashara zote zimefungwa. Ukienda Gikomba biashara zimefungwa. In fact, Martin, ningetaka upate nafasi kesho asubuhi utafute gazeti la Nation kutoka page 34 mpaka page 44, page 10. Yote itakuwa ni auction. Mali ya watu ikipigiwa kengele ikiuzwa. Na hawa watu ukisoma huko ndani 80% ya wale watu wameandikwa pale chini, mwenye mali ama guarantor ni wapi ya mlima hii ya Kenya. Kama kuna wakati watu wetu wameumia ni hii serikali yetu ya Uhuru Kenyatta. For the last 5 years watu wetu wamepata shida ambayo haijawezi kuonekana. Watu wetu walikuwa na mali sana wakati ya Mwai Kibaki. Walifanya biashara, walipanua biashara zao, watu walikuwa na pesa mfukoni, lakini wakati huu tunaongea biashara zote zimezoroteka. Kwa hivyo tukiambiwa ati handshake ilikuwa ya kuleta amani, sisi tunasema handshake ililete umaskini. Waleo siku William Ruto alikuwa na Uhuru Kenyatta akiwa msaidizi wake, unga ulikuwa shilingi 90. Huyu rais wetu kwa mafikirio yake na mapenzi yake akamfukuza William Ruto, akafukuza Kithure Kindiki, akafukuza Aden Duale, akafukuza Kimani, akafukuza kila mtu, akaweka huyu mzee akuwe mshauri yake. Na unajua huyu rais mwenyewe amekiri ya kwamba huyu mzee anamshauri. Tangu handshake ikuje, bei ya unga imetoka shilingi 90 mpaka shilingi 250. Ruto alifukuzwa vipi na bado ndiye deputy president?
kama unaweza kumbuka, serikali anaishi kwa nyumba ya serikali alifukuzwa. Sasa kuishi kwa nyumba sio kufanya kazi. Nyumba ni kuishi tu. Si tuko na wewe hapa, hii nyumba pana yako. Si utakuwa hapa alafu utoke uende. Mwaka wa 2019 New Year, Rais Uhuru Kenyatta alitoa executive circular number 1. Akatoa kazi zote katika ofisi ya William Ruto, akaweka ofisi ya Fred Matiang'i. Is in writing. Si ati ni kitu tunaongea. Akatoa majukumu yote ya naibu wa rais ya kusimamia kazi yote ya serikali, akaweka kwa Fred Matiang'i. Na hapo ndio shida yetu yote ilianza. Hizi barabara zilikuwa zinajengwa hapa Meru, zote zimesimama. Hapo mbeleni William Ruto akiambiwa anatangatanga, alikuwa anakuja hapa Meru, anakuta barabara fulani imekwama, anakuamua. Anaenda pahali fulani, anakuta project ya maji imekwama, anakuamua. Anauliza iko shida gani, ni contractor mzembe, anabadilisha, analete mwingine. Tangu William Ruto aondolewe majukumu ya kukagua miradi ya serikali, ikapatiwa Fred Matiang'i ambaye hakuna kazi amefanya hata kidogo ya kwenda kukagua miradi ya maendeleo hapa Meru County. Leo ukienda round, contract zote za barabara zimesimama, matinga yote iko kando kwa sababu hakuna mtu ya kuangalia. Rais aliwacha kazi yake, akawacha mtu ya kumsaidia. Yeye mwenyewe hajakuja Meru mwaka 5. Rais Kenyatta tangu achaguliwe second term hajakuja hapa Meru hata siku moja kuangalia kazi. Mazishi hapana maendeleo. Sasa yule alikuwa anakuja kukagua kazi Meru ni William Ruto, na kazi ilikuwa inaendelea. Barabara zilikuwa zinaendelea, maji ilikuwa inaendelea. Rais akamtoa William Ruto, akamwambia akae kando, akaweka Fred Matiang'i. Fred Matiang'i hajakuja hapa kwa sababu ya kumtoa William Ruto na rais mwenyewe kukosa kuja. Barabara zote za Meru zimesimama. Sasa yule atakuja kuangalia hizo barabara ni mimi Rigathi Gachagua. Mimi nitakuja kukuamusha. Hiyo kazi William Ruto alikuwa anafanya, hiyo ya kuzunguka ukapata pale imekwama unakuamua, hiyo kazi mimi nitakuja kufanya. Wajua mingi ya hizo miradi ambazo naibu wa rais William Ruto alianzisha hapa Meru, mingi ya hizo miradi zimekwama. Yes. Haziendelei tena. Ndio. Zimekwama kwa sababu zilikuwa project za serikali. Naam. Zimekosa mtu ya kuangalia. Hakuna nyapara. Wacha nikuambie Martin. Wewe ni kijana mdogo. Pale kwa boma yako siku utaandika wafanyikazi. Ukikosa kuwasimamia, kazi yako itakwama. Kazi lazima isimamiwe. Na ndio hata wakati ya mkoloni kulikuwa na mtu anaitwa nyapara. Na alikuwa ameaminiwa sana na mzungu. Na huyo nyapara alikuwa na nguvu mingi sana. Huyo ndio ya kwenda kila pahali kuangalia. Sasa barabara William Ruto alikuja akaanzisha. Si zake binafsi, ni za serikali ya Kenya, ni za kusaidia wa Meru ambayo wanalipa kodi. Na watu wa Meru are entitled. Hawezi umizwa ati kwa sababu William Ruto ndio alianzisha hizi barabara. Ni makosa sana serikali kuumiza wa Meru ati kwa sababu barabara zilianzishwa na William Ruto. Hizi barabara si za William Ruto. William Ruto hatumii hizi barabara. Hizi ni pesa ya umma na hao wa Meru wanalipa kodi na wanatakiwa wafanyiwe kazi. Na hao wa Meru walichagua Uhuru Kenyatta, wanatakiwa wakuwe na barabara. William Ruto akakuja kwa sababu ya kupenda wa Meru na kuwapenda na kuwafikiria, akakuja akaanzisha miradi ya maendeleo. Barabara zikaanza. Uhuru Kenyatta akamwambia hapana, wewe sitaki, wewe kaa kando. Akaweka executive circular in writing, si ati na mdomo, akaweka. Akasema kuanzia leo hii kazi itafanywa na Fred Matiang'i. Tangu William Ruto aondolewe kazi ya kukagua miradi ya maendeleo, project zote Kenya za maendeleo zimesimama. Zile project zinaendelea ni chache, zile siko na ile inaitwa state capture. Zile wadosi wako na interest. Unaona? Kuna zile project kama ile inaitwa express highway, hiyo wakubwa wako na interest inaendelea. Unaona? Iko project nyingine inaitwa Mau Roads ilikuwa inaendelea pia imekwama. Kuna hii ya Keno Marua ilikuwa inaendelea imekwama. Project zote tulianzisha za barabara. Pale kwangu Mathira nilikuwa na barabara 3. Barabara ya kwenda Ragati, kwenda Gikumbo imesimama. Barabara ya kwenda Marua, kwenda State Lodge imekwama. Barabara ya kwenda Dimaini, kwenda Jones Bridge imekwama. Pale Kiharu, barabara ya kwenda Murang'a mpaka Kiriaini imekwama. Barabara za hapa Meru nimetembea leo na ndege. Hakuna barabara hata moja naendelea. Na shida tu ni hakuna mtu ya kuangalia. Sisi tunauliza
rais wetu, tulikukosea wapi? Kwa nini uliondoa mfanyikazi ambaye alikuwa anaangalia kazi hapa Meru iendelee, ukamuondoa na hakuna makosa amefanya, ni kuangalia kazi, ukaweka mtu ambaye haangalii kazi, na wewe mwenyewe uangalii ile umeweka haangalii, yule aliangalia umemfukuza. Ni makosa gani hao wa Meru walikufanyia isipokuwa ni kukupigia kura na kukupenda? Kwa nini ungewachilia huyu Ruto asaidie hao wa Meru? Kwa sababu alikuwa anakuja hapa, na siku alikuwa anakuja hapa kazi ilikuwa inaendelea. Hiyo ndio swali tunauliza rais wetu Uhuru Kenyatta. Wajua, nataka tuongelelee Matiang'i actually na hiyo nyapara ambayo umetaja, ama jina nyapara. Lakini kwanza wajua, saa ingine wa Meru wanasikia ni kama wakati wa uchaguzi ndio wanahitajika. Lakini ikifika ni wakati wa kufanya kazi ama kufanyiwa maendeleo hawahitajiki. Wanasema mlima unamea wakati baada ya uchaguzi. Wakati wa uchaguzi mlima una flatten. Kwanza kabisa umesema wewe mwenyewe hakuna project zinaendelea Meru. Lakini tunaona dual carriage inajengwa kutoka Keno kwenda Marwa, inaendelea saa hii. Miradi mingi wa Meru wanasema inafanyika Mount Kenya West, haifanyiki Mount Kenya hata West. Huko yote imekwama. Hata huko Mount Kenya West hakuna kitu kinaendelea. Nimekutajia mabarabara. Ile barabara naendelea ni hiyo moja, kwa sababu iko watu wako na interest ya hiyo kandarasi. Si ati wanasukuma kwa sababu wanapenda watu ya huko. Wanasukuma kwa sababu yule contractor wako kitu yao iko hapo ndani. Ndio inaendelea. Watu wa Meru walisaidiwa na Mwai Kibaki. Wacha tuseme ukweli. Mwai Kibaki hakutoa mlima, hapana. Mwai Kibaki alikuwa na roho ya kusaidia wa Meru. Yule ameangusha wa Meru ni Rais Uhuru Kenyatta. Na amekosea wa Meru kwa sababu walimsaidia na kura. Walimpenda, walimpigia kura bure. Mwaka 5 haja kuja hapa. Lakini ameenda Kisumu mara 17 ndani ya miaka 5. Na hii Kisumu hakuna mtu alimpatia kura hata moja. Wote walikuwa wanamtukana. Anajaribu kujenga uhusiano. Sasa anajaribu kuleta amani. Ni mzuri kujenga uhusiano na wale hawakutaka wewe, lakini hapana jenga daraja mpya uharibu ile daraja ya zamani ile ilikufikisha pahali ulikuwa unaenda. Angetafuta hii watu ya Kisumu atafute uhusiano na hawa. Lakini uhusiano ya Wameru aweke, kwa sababu Wameru ndio walimfanya yeye akuwe rais. Angesaidia hao Wameru kwa sababu walimfanya akuwe rais wa Jamhuri ya Kenya. Hawa watu ya Kisumu hawakumpigia kura. Mimi naona natembeaga na hii kijana anaitwa Babu Owino ambaye alimtukana. Huyo sasa ndio rafiki yake ya kiti ya mbele. Wale wa Meru ambao walimpigia kura hataki kuona hawa. Unaona? Mimi nauliza, hakuna shida rais kwenda Kisumu. Ni mzuri kwa sababu ni rais wa Jamhuri ya Kenya. Lakini si angeenda Kisumu mara 3 akuje Meru mara 3. Sasa pale ameenda mara 17 na ile jamaa bado pigia kura, hawajamuonesha mapenzi, hawajaunga yeye mkono. Wale wameunga mkono ni watu ya Meru, ni watu ya Tharaka Nithi. Imekuaje rais miaka 5 imeisha, wamekupigia kura, Maraga amesema uchaguzi urudiwe, Wameru hawajachoka, wameamuka saa 11, wamepiga laini, wamepigwa na baridi, wamekupigia kura tena. Imekuaje rais wetu? Hujapata nafasi, ukuje tu hapa kwa Wameru. At least hata kama hutaki kuwafanyia kazi, uambie asante mlinipigia kura na kwa heri ninaenda nyumbani, wapigie kwa heri. Angekuja at least hii siku imebaki 27. Kama kwa sababu hakuna kazi anaweza fanya saa hii, amechelewa. It is too late. Hakuna kazi anaweza fanyia Wameru. Anaweza, kama Mungu anaweza kumuguza, vile wamechagua yeye mara 3 apitie hapa, akuje ambie Wameru, mimi naenda nyumbani, mlinipigia kura, mlinipenda bure, hata kama nimemwangusha, hata kama sijafanyia nyinyi kazi, kwa herini ya kuonana. Huu uhusiano labda hujaisha kabisa, kwa sababu akona CS Peter Munya bado anamfanyia kazi kama waziri wa kilimo. Bado akona Governor Kiraitu Murungi, chama yake ya basi iko kwenye Azimio. So labda uhusiano bado haujakuisha. Sasa hii uhusiano, Peter Munya si ndio waziri ya kilimo? Fertilizer imetoka 2500 ikafika 6000 nani akiwa waziri. Si ni Peter Munya? Sasa huyo amesaidia Wameru na nini? Wameru ni wakulima. Sasa kusema ati Peter Munya anasaidia Uhuru Kenyatta hapa Meru. Peter Munya ndio waziri wa kilimo. Fertilizer imepanda kutoka 2500 mpaka 6500 akiwa waziri. Anamsaidia Uhuru Kenyatta na nini hapa Meru? Number 2, bei ya unga imepanda. Huyu Peter Munya ameita maruninga yote
mpaka nyinyi. Amesema atapunguza bei, amepunguza na shilingi 2. Si ni madharau? Sasa kama hawa ndio watu Uhuru Kenyatta ametegemea msaidie hapa Meru, na muonea huruma. Peter Munya ameita maruninga na ameongea na kifua na ukali mwingi sana na kujigamba, nitapunguza bei ya unga kama serikali ya Uhuru, tutapunguza, mtaona imepunguzwa na shilingi 2. Najua nimekuwa pahali naitwa Lare. Watu wakasema hiyo shilingi 2 achukue kule peremende. So sasa Bwana Gachagua, nyinyi wakati mtaingia, hii unga imefika 200. Tutapunguza. Wacha nikwambie ndugu yangu. Hakuna rais anaweza kujivunia kuongoza watu ambaye hawana chakula. Mimi hata sielewi rafiki yangu Uhuru Kenyatta. Ni rafiki yangu sana, nilikuwa personal assistant yake. Sijui anapata usingizi namna gani. Unaweza pata usingizi namna gani ukiwa rais? Saa ile watu yako hawana chakula ya kukula. Wacha mambo ingine, chakula ya Mungu ya kukula tu ukuwe naye. Wewe utajivunia ati wewe ni rais wa nchi ambaye watu yako hawana chakula ya kukula. Nimeenda pahali leo pale Imenti South. Mama moja akasema bei ya sabuni iko juu kuliko ya karai. Unasikia? Mama mwingine anasema hata afadhali sufuria bei yake iko chini ya unga. Hakuna haja tukue na serikali ambayo hawezi lisha watu yake. Kazi yetu ya kwanza, watu ya Kenya wakituchagua na kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, na tunaomba Mwenyezi Mungu atusaidie. Kazi yetu ya kwanza ni kupunguza bei ya vyakula. Na lazima tutafanya kila mbinu, na kazi imeanza. Tuko na wataalamu ambaye tayari wamekaa chini na wanaendelea. Lazima hii bei ya unga tuirudishe pahali ilikuwa shilingi 90. Lazima bei ya fertilizer tuteremushe kutoka 6,500 mpaka 2,500. Mafuta ya kupikia lazima tuteremushe bei yake. Mambo, unajua hii watu wameongeza mpaka chumvi. Unajua hata wakati ya Moi siku mambo ilikuwa gumu sana. Bei ya chumvi haijawahi ongezwa. Lakini wameongeza. So ningetaka kuhakikishia Wameru na Wakenya ya kwamba kazi yetu ya kwanza ni kustabilize food prices. Kwa sababu watu hawajakula, hakuna kazi nyingine wanaweza fanya. Hata hii mambo ingine yote tunasema tunafanya, kama watu hawana chakula, kama watu hawezi pata pesa ya kununua chakula, hakuna kazi tunafanya. Hiyo ndio kazi yetu ya kwanza. Naam. Sasa kabla tusikize ama tuangalie maoni ya Wakenya ambao wanatazama Weru TV saa hii, Mheshimiwa Gachagua, wajua umesema kwamba mtapandisha bei ya maziwa kwa mkulima, right? Ifike shilingi 60. Tunasema kwa mfano. Kutakuwa na majadiliano. Vile tutafanya, tutakaa chini na wakulima. Tutatengeneza sheria ya kitu inaitwa GMR, Guaranteed Minimum Return, ambayo tutaweka hazina kando ya kustabilize prices. Sasa kutakuwa na mazungumzo kuuliza cost of production of a liter of milk ni pesa ngapi? Tuseme for example nimeambiwa ni 28 shillings. Kuproduce lita moja ya maziwa. Sasa tuseme ndio mkulima asiumie, ni pesa ngapi tutaongeza juu kama faida ya mkulima between 25 to 35%. So hiyo ndio nimesema 60 kwa mfano. So hiyo ni kitu ambayo tumepanga, iko kwa manifesto yetu. Mambo ya guaranteed minimum return, regulations yake itatengenezwa, itaudwa na bunge vile itafanya kazi. Hiyo ni sawa. Ndiyo. Sasa mkifanya hiyo yote, mtahakikishaje naye consumer mtahakikisha vipi consumer na yeye ama yule ambaye anaenda kwa duka kununua hiyo maziwa na yeye haumii? Unajua ile kitu hatutaki. Na uliona watu wakipiga kelele mambo ya state capture. Saa hii sekta ya maziwa imekuwa captured by the state. Kwa sababu sana utueleze hiyo state capture. State capture ni kusema wakubwa ya serikali kuingilia biashara na kushindana na Wakenya. Huwezi shindana na watu ya serikali, lazima watakugonga. Sekta ya maziwa imeshikwa mateka kwa sababu iko ile kitu inaitwa monopoly. Kampuni moja imechukua maziwa yote ya Kenya. Walinunua kampuni zote zile ndogo wakaweka pamoja. Mfanyi biashara mimi nakwambia, lakini kuna sheria ya kukataza monopoly. Lakini kwa sababu ya state capture,
Wenye kununua hizi kampuni za maziwa ndio wako ndani ya serikali. Sasa hakuna mtu ya kuzuia hawa, lazima wangechukua. Sasa hawa wanatengeneza bei ya mkulima, na kwa sababu ndio wenye kununua na kupeleka factory, pia wanatengeneza bei ya consumer. Na vile wanafanya namna hii, wananunulia mkulima shilingi 40. Okay? Wanapeleka factory, wanachemsha, wanaweka pakiti. Wanapeleka supermarket, wanauza 120. Wanatengeneza faida ya 300%. Faida. Because ni state capture. Kwa sababu wako na monopoly. Ndio wenye kununua kwa mkulima na ndio wenye kuuzia consumer. Unaona? Sasa wanaamua bei zote mbili. Wanatengeneza faida ambayo haijaonekana katika Kenya hii. Hakuna biashara Kenya hii unaweza pata faida ya 300%. Wenye wananunua maziwa saa hii wanatengeneza faida ya 300%. Ndio wananyonya mkulima na wananyonya consumer. Wanaibia mkulima na wanaibia mkunywaji wa maziwa. Na hii ndio wizi, hii ndio corruption. Unajua nimesikia watu wakisema, tutapigana na ufisadi. Hakuna ufisadi Kenya. Umeshida kuibia mkulima na kuibia mkunywaji maziwa. Unaibia mkulima, unamnunulia shilingi 40, unakuja tena unaibia mkunywa maziwa. Hiyo ndio corruption ile ambaye tungetaka tupigane naye, na ndio inaitwa state capture. Mheshimiwa Gachagua, umekuwa bunge kwa miaka 5 sasa hivi. Hukuona hii ikifanyika? Ilikuweko. Mbona hukuongea? Bunge ilishikwa na state capture. Hungekubali kushikwa na hiyo state capture? Mimi siwezi shikika. Mimi ni chuma ya zamani. Mimi ni mtoto ya Mau. Mimi siwezi ingia kwa hiyo maneno ya state capture. Nilikataa na nikapata matatizo mengi sana. Nikawekelewa makesi, nikafungwa, nikateswa, lakini nikasimama imara tukiwa na Methikali Nturi. Unajua pale bunge ilishikwa na state capture. Watu wa Raila Odinga na wa Uhuru walikuja wakashikana. Wanasukuma ile kitu wanataka katika bunge. Na pesa inatolewa katika pale Harambee House. Kukiwa na mswada, pesa inatolewa, wabunge wanapewa, wanakuja wanapitisha. Sasa sisi tukiwa pale, tunasimama, tunang'ang'ana, inakuwa ngumu kwa sababu ya hiyo state capture. Kwa sababu tulimaliza upinzani. Kukakosa mtu ya kuuliza swali. Hujui ni nani serikali na ni nani upinzani. Hao watu ya Raila Odinga ambaye ndio watu ya upinzani wakaingia ndani ya serikali. Na wale sisi tukaanza kuuliza maswali watu wachache. Lakini wale wengi sasa kwa sababu ya state capture, na state capture iko na pesa, wakashika bunge mateka. Sasa maneno yale nahusu raia, yale nahusu mwananchi wa kawaida haingepata nafasi. Ikakuwa wale wabunge kazi yao ni kutetea viongozi walioko mamlakani. Ikakuwa kazi yao ni kuzingatia mambo ya wadosi, mambo ya wakubwa, mambo ya wale wenye kuwalipa. Hapo ndio tulipata shida. Lakini kama unaweza kubuka, hii mambo ya maziwa siku ilikuwa nanuliwa shilingi 17. Mimi, Kimani Ichung'wa, Ses Barire, Methikali Nturi tulipiga kelele mpaka ikarekebishwa. Hata hizi mabadiliko imefanywa katika sekta ya majani chai. Ni sisi tulichangia. Na mimi nataka niseme, na hatutaki ati kujipigia debe, isipokuwa ni sisi tulichukua msimamo mkali wa kupiga kelele na kusema ya kwamba wakulima wa Mount Kenya wanamalizwa na serikali ya Uhuru Kenyatta. Haya mabadiliko ambayo ilifanyika haingefanyika. Wakulima wangeendelea kunyanyaswa, wangeendelea kuumia, isipokuwa tulisungumuza. Lakini mengi haya mabadiliko watu ambao walikuwa kwa kampeni hiyo wakati wengi walikuwa wanapinga hii mabadiliko. Mabadiliko ya majani chai hatujapinga. Mimi mwenyewe nilikuwa bunge kupitisha. Ya kahawa bado pinga. Sisi hatuwezi pinga kitu ya kusaidia mkulima. Ile kitu tulipiga ni BBI. Na rege hiyo tulipinga, na Mungu akatusaidia, ikasemekana ni null and void, is unconstitutional. Tukapoteza shilingi bilioni 50. Hizi bilioni 50 Uhuru Kenyatta na Raila Odinga walitumia kwa rege na kwa BBI. Ndio ingesaidia sisi kwa bei ya unga. Ndio ingesaidia sisi kwa mambo ya fertilizer. Hiyo pesa yetu ilipotea yote. Kisirani tuko naye ya hii bei ya vyakula. Kama hiyo 50 billion Rais Uhuru Kenyatta na Raila Odinga hawakutumia kwa mambo ya rege, kwa mambo ya BBI, wanasema, hizo pesa ndizo ingesaidia kwa hii mambo ya vyakula. Wanasema kwamba nilisikia Uhuru Kenyatta it's a global kwamba kila mahali akasema kwamba hii itachangia vita ya Ukraine. Kwa kuja ndugu yangu, umekuja Wakenya wamekula shida for the last 4 years. Wasiletee sisi kisingizio ya uongo
ati ni mambo ya Ukraine. Kwani mahindi inapandwa Ukraine, mahindi yetu si inapandwa hapa Kitale? Wasiletee Wakenya udanganyifu. Unajua Wakenya ni watu werevu sana. Shida ya Kenya haijaanza na mambo ya Ukraine. Shida ya Kenya imeanza na handshake na rege. Hapo ndio shida ya Kenya imeanza. Kwa sababu hapo ndio tumepotea mwelekeo. Ndio tumetoka kwa laini. Tumetoa gari ya moshi kwa leri, tumepeleka kwa nyasi. Hapo ndio shida ya Kenya imeanza, kwa sababu huyu mzee kitendawili amekuja, ameconvince Uhuru Kenyatta na yeye amekubali tuachane na ile kazi ambayo tulichaguliwa ya kutengeneza uchumi, ya kuangalia ukulima, ya kusaidia wafanyabiashara, tuingie mambo ya BBI na mambo ya rege. Shida ya Kenya haijaanza Ukraine. Mambo ya Ukraine imekuja juzi. Vitu ya watu ilikuwa inauzwa kwa gazeti kabla Ukraine haijakuja. By the way, wacha nikwambie, kuna gazeti moja hapa nchini ilifanya karamu kubwa sana, karamu kubwa ikafanyia auctioneers kuwashukuru kwa ile biashara wameleta kwa hiyo gazeti. Na biashara ya auctioneer ni mali ya watu kuuzwa. Can you imagine auctioneers, watu ya kupigia mali ya watu kengele, wakifanyiwa pate na gazeti kwa sababu ya ile biashara wameleta kwa gazeti, mali ya Wakenya ikiuzwa kila siku. Hiyo ni kitu ambayo tuwezi dhibitisha, Mheshimiwa Gachagua, lakini tusikie kwanza alafu tuongee mambo ya ufisadi na vile nyinyi mtapigana na ufisadi katika Kenya Kwanza na serikali yenu. Mmoja anasema hapa tuongeze volume, anaitwa Willy wa Mbogo. Welbeck Dan anasema anatutazama akiwa Tigania. Mwikangire anasema there is a lot of economic potentiality in the parastatos, but the current regime has reduced them into union of failed politicians, the surrogates and cronies of those governments. How is Kenya Kwanza planning to reform the parastatos instead of letting them to be crowded and thus subjecting them into bailout messes? Utajibu hiyo Mheshimiwa. Mwingine hapa anasema Mheshimiwa Gachagua, unatuambia uongo, wewe unachukia DCI Kinoti, unachukia Peter Munya na viongozi wengine wa Meru. Kuna mwingine hapa anasema Rigathi alikuwa anaangalia barabara gani akiwa kwa ndege venye anasema. Na Eriko Sagura anasema Gachagua tuambie ukweli mambo ya shilingi milioni 280 ya Bungoma. Okay, hapo sijaelewa amesema nini, lakini hebu kwanza tujibu hii ya parastatos alafu tuje kwanza. Sichuki mtu yeyote. Kusema Peter Munya ndio waziri wa agriculture, saa ile fertilizer imetoka 2000 mpaka 6000 ni ukweli, sio sikuchukia yeye. Hiyo ni kusema ukweli. Kusema amesema atapunguza unga, amepunguza na shilingi 2, hiyo ni ukweli, sio kumchukia. Hiyo ni kusema ukweli. Mimi sina shida na DCI Kinoti. Kinoti ni mtu ya kutumiwa. Na nimesema juzi asikuwe na wasiwasi. Hakuna mtu atamfuata. Ni kutumiwa, ametumiwa na Uhuru Kenyatta kuhangaisha wanasiasa, kuwaekelea makesi ya uongo, lakini yeye ni police officer. Mimi mwenyewe nilikuwa na uniform, ninajua ya kwamba ukipewa order lazima ufanye. Hakuna mtu nachukia mtu yeyote. Sisi tuko na mpango ya kupigana na ufisadi. Na mambo ya kupigana na ufisadi ni kwamba hatutakubalia siasa ingizwe kwa mambo ya ufisadi. Rais Uhuru Kenyatta aliamua kumanage politics ya Kenya through the police. Sisi tutamanage politics yetu the conventional way kupitia wanasiasa. Kuzungumza, persuasion na kuongea. Hatutaki ati ukikosana na Martin unamtumia Kinoti. Hiyo itakuwa ni kupotea, na ndio tumefanya. Mpango wetu wa kupigana na ufisadi, hiyo itakuwa kazi yangu ama ya deputy president. Hiyo ni kazi ya independent institutions. Tunataka zile independent institutions ya EACC, ya DPP, ya DCI na koti zipewe uhuru wa kufanya kazi na zipewe financial independence. Ile sababu polisi wanashindwa kufanya kazi ni kwa sababu hawana financial autonomy. Pesa yao inakuwa controlled pale katika Harambee House pale kwa Kibicho. Sasa wazungu wanasema he who pays the piper calls the tune. Tunataka tukiingia Inspector General of Police apewe idhini ya kuwa accounting officer, ya kwamba atakuwa responsible kwa ile pesa ya polisi bila kurudi Harambee House kuuliza mtu yeyote. Once polisi wamepata pesa yao, watakuwa huru na watafanya kazi bila kuingiliwa na mtu yeyote. Institution ya EACC tutaipatia pesa ya kutosha na wapewe freedom ya kufanya kazi bila kuuliza mtu yeyote. Pale kotini kuna fund inaitwa Judiciary Fund. Tuta operationalize the Judiciary Fund. Tuachilie koti ipatiwe pesa yake ambaye ni kiwango ya 2.5%
kwa ile pesa iko kwa serikali. Once court zimepata pesa zake bila kuuliza mtu yeyote, makoti zetu zitakuwa huru na ataweza kusukuma makesi bila kushurutishwa ama kutishwa na mtu yeyote. Kwa hivyo niseme njia ya kupigana na ufisadi ni ya kupatia zile institutions freedom ya kufanya kazi. Na niseme hii watu ya Azimio wanasema ati watapigana na ufisadi. Wale watu ambayo wote wameiba pesa ya corona wako kwa Azimio. Mambo Uhuru Kenyatta alisema atapigana na ufisadi. Alipeana 21 days mambo ya COVID, imeisha miaka 2, hakuna hatua amechukua. Yeye mwenyewe alisema Kenya anapoteza bilioni 2 kila siku. Hakuna hatua imechukuliwa. Ni kuongea tu, watu wanaongea. Auditor General ametoa ripoti ya kwamba 10 billion pesa ya COVID imekuwa misappropriated. Hakuna hatua imechukuliwa. Sasa tunasema wewe mzee Azimio, tayari huko na Uhuru Kenyatta ndio mshauri yake. Wewe ndio advisor ya Uhuru Kenyatta. Kabla useme uchaguliwe upigane na ufisadi, si kwanza upigane na hii ufisadi ya COVID. Hii 10 billion, hii Auditor General amesema ilipotea. Why can't you take action now? Tuone action mtachukua. So sisi tunasema mambo ya ufisadi si kazi ya rais wa Jamhuri ya Kenya. Sisi tunataka kuondokea hiyo maneno. Once tumepata zile independent institutions to fight corruption, allow them to operate independently, give them proper funding, give them financial autonomy. Sisi tuondokee, tuende kazi ya kutengeneza uchumi. Na hizo institutions zipigane na ufisadi, the courts ipewe pesa ya kutosha, hizo institutions zitapigana na ufisadi na ufisadi utaisha. Naam, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, wewe mwenyewe ni mmoja wa washukiwa. Mpaka account zako zimefungwa. Nauliza, hii wewe mwenyewe ukiwa kwenye hii situation yako utapigana sasa? Situation yangu ni gani? Situation yangu sio, nimekuambia Uhuru Kenyatta aliamua. Mtu yoyote anapinga vile anataka, anamtumia Kinoti, anamwekelea makesi ya uongo. Hii kesi Kinoti aliniwekelea imekosa ushahidi mwaka moja. Nilishikwa mwaka uliopita, kesi ikawekwa mwaka huu mwezi ya 9 kwa sababu hakuna ushahidi, kwa sababu ni kesi ya kuwekelewa, hakuna kesi iko hapo, unaona. Na ni decision rais alifanya ya kwamba mtu yote kwanza kutoka Mount Kenya ambaye anakataa mambo ya Azimio, ambaye anakataa mambo ya handshake, Kinoti anamwambiwa fungulia mashtaka ya uongo. Tumefunguliwa mashtaka, watu wengi wameogopa, na wengi wale waliogopa hawakufunguliwa. Watu wengi, na sitaki kuwataja kwa sababu si mzuri, wako kwa Azimio ni kwa sababu ya kuogopa kufunguliwa makesi. Roho yao bana iko Azimio. Unasikia? Roho yao bana iko Azimio ni kuogopa kuwekelewa makesi. Mimi nakuuliza, unajua wakati tulikuwa na deputy president mara ya mwisho alisema Mheshimiwa Kiraitu Murungi ni mmoja wao. Mimi wacha nikwambie, zile kesi zote Kinoti amefungua, niambie moja kuna pahali imeenda. Zote zimekwama kwa sababu ilikuwa ni kesi za siasa. Waliweka watu kwa magazeti kila siku, wanashika huyu kwa gazeti, kesi ikifika kotini inakwama. Sasa ni mwaka 5, hakuna hata kesi moja imeenda anywhere, kwa sababu hizo kesi hazikuwa na ushahidi. Ilikuwa ni kesi ya siasa, ya kuwekelea watu, ya kutisha watu, ya kuzia watu uoga ndio waunge handshake mkono. Wale ambaye tulikataa kuunga handshake mkono, tukasema hatununui uoga. Kama mimi nilisema mimi sinunui uoga, tukawekelewa makesi. Hiyo makesi hakuna pahali taenda, na utaniambia kwa sababu ni makesi ya kuwekelewa. Na kama Kinoti kuna kazi alikuwa anafanya ya maana, angekuwa na kesi moja, ningetaka nikuulize moja, one case tangu kuwe DCI ya corruption, uniambie leo kesi moja amepeleka kotini imefaulu hata moja? Hakuna, because kesi zake zote ni za kuwekelea watu. Mkiingia uongozini, mtu wa kwanza kufuta itakuwa DCI Kinoti. Sisi hatuna haja ya kufuta watu, ndugu yangu. Sisi hatuwezi ongea mambo ya mtu binafsi. Kinoti ni mtu mdogo. Sisi tuko na mambo ya uchumi, ndugu yangu. Sisi tunachukua nchi iko na deni ya 9 trillion. Tunachukua vijana milioni 6 hawana kazi. Tunachukua watu 14 million wako kwa CRB. Tutatoa wapi nafasi ya kufikiria mambo ya Kinoti? Wajio deni kwanza, sijui mtailipa vipi? Sasa sababu mko na kazi. Nikujibu. Mimi nikuulize mambo ya Kinoti, where hata Kinoti kudiscuss here hapa is a waste of time. Is that a policeman? Anafanya kazi tu ya kutumwa hapa na pale. Sisi tuko na kazi ya kufufua uchumi, ndugu yangu. Na hatuna nafasi ya kufuata mtu. Na sisi hakuna mtu tutafuta kazi. Na hakuna mtu tutafuata. Na nimekuambia hata huyu Kinoti ni mtu ya kutumiwa. Na anajua hata yeye kwa roho yake
hata pahali Kinoti kulala hapati usingizi. Anajua amewekelea watu makesi, hawana makesi, ni kuambiwa ameambiwa na Uhuru. Hata yeye anajua roho yake inamuumiza. Unataka kumaanisha mtamretain? Sasa hiyo itategemea. Unajua serikali iko na mambo yake. Hiyo itakuwa ni mambo ya William Ruto. Lakini mambo ati Kinoti atafuatwa, hakuna mtu atafuatwa. Hakuna mtu sisi tutafuata. Sisi tutaingia kazini kuanzana na kazi ya kurekebisha uchumi, kupunguza bei ya unga, kupunguza bei ya fertilizer, kurekebisha uchumi, kutafutia vijana ajira. Hiyo ndio kazi tuko naye. Hatuwezi fuata mambo ya watu. Nimeona juzi watu ya gazeti wakijaribu kupindua manifesto yetu. Ati tutafuta, ati tutashtaki Uhuru Kenyatta. Uliona Uhuru Kenyatta kwa hiyo manifesto yetu? Manifesto yetu hapana, it does not talk about individuals. We talk about ideas, my friend. Cheap people talk about individuals. Why would anybody want to waste time talking about Uhuru Kenyatta? Uhuru Kenyatta si anaenda nyumbani in 27 days time. Why do you want to waste time thinking about him? Uhuru anaenda nyumbani kupumzika. Na tunamtakia mema. Sisi kwa manifesto yetu tumeweka mambo ya maana ya kusaidia Wakenya, ya kufufua uchumi, ya kurudisha pesa mfukoni. Hiyo ndio mambo ya maana na ndio mambo ningetaka tusungumze juu yake. Hii maneno ya Kinoti ya nani, hiyo mambo kidogo, hakuna haja ya kuzungumza mambo kama haya. Wakati ulikuwa Meru, kabla ya hii safari ya sasa, wakati ulikuwa na economic forums, ulisema kwamba Meru itapewa balozi wa kwenda Somalia. Hiyo ni mambo ambayo umepanga ama ilikuwa tu tumepanga? Unajua hapa Meru ndio county ambaye miraa inakuzwa. Na miraa inachangia uchumi wa Meru kiasi kikubwa sana. Na lazima tufikirie mambo ya miraa. Na unajua ukweli ni kwamba miraa imekosa soko, Somalia kulifungwa, kukakuwa na shida Uingereza pahali miraa ilikuwa yanaenda. Na sisi tumetengeneza foreign policy yetu. Tumesema ya kwamba wale mabalozi ambaye tutapatia kazi yao 70%, 70% ya kazi yao itakuwa ni kutafuta soko ya mazao yetu. Balozi tukimpatia kazi, tuna sign performance contract na ya miaka 2. Wewe uende utafute soko ya miraa, uende utafute soko ya majani chai, uende utafute soko ya nyama, uende utafute soko ya kahawa, kulingana na ile nchi tumetuma wewe. Vile tumekubaliana, tulikubali ombi la watu wa pale Igembe na watu ya Tigania. Walisema ya kwamba vile miraa inakuzwa hapa kwa wingi, wangeomba ya kwamba wale mabalozi tutatuma nje, zile nchi ambaye iko na soko ya miraa, wakuwe ni watoto wamelelewa na wamesomeshwa na pesa ya miraa, na wanaelewa shida ya miraa na umuhimu yake. Na William Ruto amekubali ya kwamba hapa Meru mabalozi wale ambaye wataenda nchi ambaye zinanunua zao la miraa, watoke katika area za miraa, na wakuwe ni watoto ambaye tukifanya uchunguzi yao, historia yao, amesomeshwa na pesa ya miraa. Baba yake alikuwa anauza miraa. Yeye anaelewa mambo ya miraa. Maana ya kufanya namna hiyo ni inaitwa bottom up. Bottom up ni kusema kama miraa ni mazao ya maana, situpatie mwenye kuielewa zaidi aende aitafutie soko. Kwa sababu unaweza tafuta mtu mwingine aseme miraa ni dawa, yule haelewi, si ndio? Kuna yule anaweza kuja akiwa na attitude ya kwamba hii miraa si kitu mzuri, alafu mfanye barozi akatafutie miraa soko. Hawezi tafuta. Lakini ukipata mtoto kutoka Nyambene, ukipata mtoto kutoka Tigania, ambaye shamba lao limekuwa na miraa tangu azaliwe, babake aliuza miraa akamsomesha mpaka university, amesoma na miraa. Anaelewa maana ya miraa na umuhimu wake katika uchumi wa Meru na katika area hii. Ukituma huo mtoto ambaye alikuza miraa, amelelewa na pesa ya miraa, ameelewa miraa tangu utotoni wake, aende akuwe barozi katika ile nchi miraa inauzwa, atafanya kazi nzuri. Asante. Mwelekezi wangu ananiambia kwamba tumebakia na muda kidogo sana. Kwa hiyo muda ningetaka tuongelelee mambo mawili. Kwanza, naibu wa rais William Ruto amekuwa akisema kwamba kura yake haiwezi ibiwa. Akisimama anasema mimi si kuibiwa kura. Hiyo ni kumaanisha nini? Hakuna mtu anaiba kura. Hakuna unajua akitaja deep state, amesema deep state na kitu kama deep state. Wacha nikwambie, kisha anasema kura yangu si ya hiyo deep state na hiyo system is nonsense. Walijaribu kuleta hiyo deep state na system pale Kiambaa,
ati kuiba kura zetu. Haiwezekani. Tangu kura ilianza kupigiwa na kuhesabiwa kwa kituo, ndio tulizuia wizi ya kura. Na hakuna kura inaibiangwa. Hiyo ni hivi tena hii mzee akitendawili ya kusema ataibiwa kura. Hata sasa hii ameanza kulalamika. Lakini hivi ile tutafanya ni Sabina Shegi alikiri kwamba kura ziliibiwa. Moses Kuria wa kampeni pia alisema. Si baadaye aliruka. Si ni maneno tu, unajua hiyo ya mama. Anyway, sitaki niongee sana. Aliruka. Mambo ya kura ni agent. Na ningetaka niambie Wameru, tumechukua mtoto wao hapa, Profesa Kithuranone Giki. Ndiye atasimamia kura yetu akiwa chief agent. Maana ya kuchukua Kindiki ni kwa sababu one, hawezi nunuliwa. Number 2, hawezi uziwa uoga. Unajua Kindiki aliitiwa pesa asaliti William Ruto akakataa. Alitishwa na Uhuru Kenyatta ya kwamba asipowacha William Ruto atanyang'anywa kiti ya speaker. Deputy speaker akamwambia Uhuru, chukua kiti yako. Kithuranone Giki ameprove ya kwamba hawezi nunuliwa, hawezi uziwa uoga, na ndiye chief agent wetu. Tutakuwa na agent katika kila kituo Jamhuri ya Kenya. Na tungetaka pia candidates wetu wote waweke agents yao. Sisi tutakuwa na agent wa William Ruto, agents wetu watakuwa na candidates wetu watakuwa na, kila mtu atakuwa agent yake. Kura itapigwa, kituo ifungwe, saa 11 ihesabiwe na itangazwe. Polling station results ndio ya mwisho. Na tungetaka kuomba polisi wetu katika Jamhuri la Kenya, ambaye pia hao polisi tumewapangia mambo mazuri. Umesikia nikisema hao polisi wetu pia wameumia tangu Mwai Kibaki aende nyumbani. Hawajapata nyongeza ya mishahara na marupurupu. Wamepata shida mpaka wamekuwa na depression, wamepigana marisasi, wamejiua kwa sababu ya shida. Ndani ya siku 100 hao polisi wetu tutaongeza mshahara na marupurupu. Na pia tumeongea na hao wakuu waangwana ya kwamba wakipata mshahara mzuri wawachane na mambo ya kitu kidogo, kwa sababu tutapatia hao mshahara. Wajua wanawasikiza hao polisi ambao mnaongelelea. Tunawaongelesha. Mimi naongea na hawa, nawaambia polisi, mambo yenu tumeangalia. Nyinyi ni Wakenya kama sisi. Na polisi wameumia, Wakenya wakiumia. Bei, gharama ya maisha imepiga polisi vile imepiga wewe. Mwananchi akinunua unga 250, polisi ananunua 250. Juzi walikuwa wamekatazwa wale graduate ambaye wameambiwa hawatalipwa na wamesoma. Hiyo tutarudisha. Tumesema polisi wale wamefikisha 50 years wakubaliwe wafanye kaunti ya nyumbani wakijitayarisha kwenda nyumbani. Wale wanaitwa NCO and below, kutoka sergeant kwenda chini. Na nimesikia mtu ameuliza mambo ya parastatal. Ningetaka kusema tutakuwa na mabadiliko katika utumishi wa umma, public sector. Tunataka kurudisha heshima ya public servants ambayo imekosekana. One, tunataka kuleta kitu inaitwa career progression. Ni makosa sana kuachilia wafanyikazi wa serikali wafanye kazi kuanzia pale chini, alafu wakifika kiwango fulani wana stagnate hapo, unaleta watu kutoka nje, kutoka private sector wanakuja kuongoza hawa, alafu hawa wanafika hapo. Tungataka kuambia public servants, serikali ya Kenya kwanza itakubalia career progression. Upande kutoka assistant secretary uende mpaka ukuwe head of public service. Tungetaka kusema namna hiyo. Hizi parastatals tutasikubalia sifanye kazi professionally. Na hatutalete watu ambaye ni rejects atuwaziongoze wakuje waangushe. Hapana, tutaweka watu ambaye ni professional, wafanye kazi vizuri, wasifufue, watengeneze uchumi, so that they create employment for our young people. Tuko na less than 30 days ya kuona hayo mambo unayotuambia. Na ni vizuri umetaja mambo ya public service, kwa sababu wewe mwenyewe ulikuwa public servant, ulikuwa kwenye provincial administration, na hiyo wakati pia ulikuwa mnatumiwa na president. Sasa unadhani Mkenya ambaye ameketi akikusikiza Mheshimiwa Rigathi anakusoma vipi wewe mwenyewe wakati ulikuwa ndio? Mimi unajua niko na William Ruto wako na bahati kubwa sana kuwa na mimi. Na ndio sababu moja alinichukua, kwa sababu mimi niko na experience ya public sector ya miaka 15. Niko na experience ya private sector ya miaka 15. Niko na experience ya mbunge ya miaka 5. Experience ya 35 years. Nikichanganya ujuzi yangu ya public sector na private sector, nitaleta convergence ya kufanya kazi, na nitasaidia William sana kurekebisha public sector, kwa sababu ninaielewa. Kwanza ningetaka niseme yale maneno DCI amefanyia public servants, it is wrong. Anashika watu, anawapeleka kotini, they are senior civil servants, anatuma askari very junior, wanawashika, wanawaumiza. Wamekosea wapi na hakuna kesi? Huyu kama Uthuge alishikwa na junior constables
permanent secretary wa treasury ambaye amechangia nchi hii, ameweka more than 40 years of experience katika national treasury. Ngoja sikia, huyu kama Udhuge Kinoti akatuma vijana wakaenda wakamshika suruali wakamuinua juu wakapeleka kotini. Baada ya mwezi 8 waka withdraw case wakafanya witness. Heshima ya Kamau Thuge tayari imeenda chini. Bibi yake amemuona akiaibika, watoto yake wamemuona akiaibika, watu ya kanisa wamemuona akiaibika. Tungetaka maofisa wetu wa serikali wapewe heshima. Mtu akisema Mheshimiwa Rigathi, wewe na wenzako wakati ulikuwa dio, wewe ndio mliset this pace ya hii maneno. Wacha nikuambie, sheria ya Kenya nasema a gazetted officer can only be interrogated and arrested by a gazetted officer, that is superintendent and above. Hiyo ndio sheria, so that to preserve dignity ya civil servant. Sasa huyu Kamau Thuge na hiyo kesi iliniudhi sana, ilinikera sana, because mimi namfahamu, najua ile kazi amechangia katika Jamhuri ya Kenya. Amekuwa pale National Treasury, amepanga uchumi wa Kenya. Ameshikwa, ameaibishwa, amepigwa magazeti. Baadaye wamesema hana kesi ya kujibu, amebadilishwa, amekuwa witness na tayari ameaibika. Mimi ningetaka kusema, ningetaka kuhakikishia wafanyikazi ya serikali, hiyo aibu mumeona mkifanyiwa na maofisa ya DCI itafika mwisho. Kama ofisa wa serikali amekosa, DCI ataandikia principal secretary barua, amwambie ofisa fulani tunashuku yeye, tunataka kumhoji. Ataitwa kwa njia ya heshima, atahojiwa. Kama hana kesi aendelee na kazi yake, kama ako na kesi ashikwe apelekwe kotini. Lakini hii ya kushika mtu umwaibishe mbele ya watu, baadaye useme hana kesi ya kujibu, ati yakuwe witness, na tayari umemwaibisha mbele ya bibi yake, mbele ya watoto yake, mbele ya umma, ni kitu ambaye ni makosa sana. Na mimi ningetaka kusema ya kwamba tutarudisha heshima ya watumishi wa umma. Tutawachunga, tutawalinda na tutachunga heshima yao. Naam, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, asante sana kwa kupata nafasi kuongea na Wameru kupitia Weru TV. Tunashukuru sana kwa kutupa hii nafasi kuongelesha Wameru kupitia Weru TV. Asante sana. Thank you very much. Nimeshukuru sana. Thank you very much. Asante. Bwa sana mutegeri wa Weru TV na muthikiri wa Weru FM na tubakwithira wina batutu kari na Mheshimiwa Rigathi Gachagua ni we running mate wa William Ruto kana munini wa Rais William Ruto kiririro rwa kuchwetikio rais ndene angwataniro ya Kenya kwanza unibeto wa Martin Wechongio ndola. Asante sana na tubakwithira watanirite na batutu rimana ingi tuko Jumapili kile mubango yetu ngia siasa lakini royo kile mubango ya chanchamuka ndene ya Weru FM 96.4. Good night. It's been real. For real.